Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia ya kweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho, kwa ninyi ndugu zangu Wanalindi na wengine mlioko hapa, na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu, na watakia Pasaka njema ya furaha na amani.